Comrades power. Mimi nasikia kuna watu wanatafuta power. I want to tell you, Ruto, that we are aware as a family and as Joluo and as Kenyans that you have very, very bad plans. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you. We are warning you in broad daylight that if you attempt, Ruto, if you attempt, Ruto again, if you attempt the life of Raila, we are telling you that first of all, Kenya will not be the same again. And Ruto, you should also know that that will be the beginning of the end of your rule as a president of Kenya. I would like to thank His Excellency the President, who has stood with us right from the time I told him that Raila was sick. We were with him and Raila, we sat down and we organized and he agreed. And he is the one who organized the transport which flew Raila to India for treatment. Ruto is going nowhere. Ruto is going nowhere because there are only 5 ways you can remove a president. First, either he resigns or he dies. If he doesn't die, he is defeated in an election. And if he is not defeated in an election, then something attacks his brain. He becomes a bit... and none of those things exist with the president. Basi, watu wa Kisumu, tumekubaliana. Si mumeturuhusu mimi na Daktari Oburu tuongee. Munasema tuongee ama tuongee? Munaturuhusu tuongee. Tupange mambo ya mbele. Vile baba alikuwa ametuagiza. Tupangane pamoja kule mbele. Hebu nione wala anasema tuongee. Hebu nione wala anasema tuongee. Bas, baba, alafu tufike Canaan through Singapore. Aya, na hiyo Canaan tunaenda, lakini Oburu amesema tunaenda through Singapore. Tumekubaliana? Vijana hoye. Bas, asante sana mzee. Mimi nilikunywa chai asubuhi saa 2, sijakula chochote na wanasema mimi ni mzee na bado niko na nguvu. Comrades power. Mimi nasikia kuna watu wanatafuta power. Comrades power. Sijui ni hii power yenu ama ni power ingine. Ni gani? Ni hii yenu. Comrades power. Kwa hii broad based. Hii broad based ni kidogo tu, lakini tunataka maendeleo zaidi huko mbele. Tunataka kuwakilishwa kwa serikali vilivyo huko mbele. Tunataka kushare power. Lazima tushare power. Nyinyi mkipima huyo mzee anawezana na Hasla kweli mkipima? Sio ni asubuhi na mapema tumempandisha na tumempandisha kwa wheelbarrow, tumeweka express mpaka Bondo. Kama na magari. Wacha niwasomee, mimi niko na hiyo story. Barabara ya kutoka Maralal kwenda Opiroi. Itoke Opiroi iende Barsiloi. Itoke hapo iende Masilita. Itoke hapo iliende Seriolipi. Alafu baadaye nataka ifike mpaka Ndonyo Wasin. Mpaka mahali inaitwa Milgis. Nyinyi mnajua hiyo dunia mahali iko? Hii jamaa tangu nizaliwe mimi Rigiji mtoto ya Maumau sijaona mtu muongo kama hiyo ile mtu. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. So many people have tried to blame me kutoka nyumbani.
Wewe ulituletea huyu mtu ukasema ni mzuri, unamjua, atatuweka pesa mfukoni. Instead ile kidogo ilikuwa kwa mfuko amefanya nini? Sasa watu wananiingilia, wananipigia kelele, lakini mimi najitetea. Mimi nasema sasa, mimi ni mtu ya kawaida tu. I'm just an ordinary Kenyan. Mtu tu alizaliwa pale wa Munyoro, amesoma hapo, ni mtu hana mpango yote, sijasoma sana, sina PhD, sina master, sina nini, mtu tu ya kawaida. Lakini kama huyu mtu anaweza danganya mabishop ambaye wamemwagiliwa mafuta na mareverend na mapasta, Rigathi Gachagua ni nani? You know, the politics of deceit and conmanship is what we are struggling with. Huyu naibu wangu mnamuonaje? Ni noma si noma? Ni fire si fire? Nilikuwa na mwingine alikuwa analalamika hajasoma. Mimi nimesoma degree ya siasa. Hii ya Kasongo ni ya matawi. Ni mtu ya matawi, si ya matawi. Na ndio yeye akifuata mambo ya matawi amemaliza nchi yetu. Amepora nchi yetu. Ameua Gen Z. Amemwaga damu Kenya. Uchumi umeharibika. Lazima Kasongo aende nyumbani. Na sisi tunakubaliana ya kwamba tutatoa kiongozi mmoja. Mimi kama Rigiji nataka kusema nikiwa hapa Uhuru Park, kama formula tutatumia itaelekea na kumsaidia Kalonzo Musyoka akuwe ndio mgombea pekee wa upinzani. Mimi Rigathi Gachagua na wafuasi wangu ambaye ni mamilioni nitaunga yeye mkono na kumfanyia kampeni. Muliona uchaguzi mdogo jana? Muliona vile tuliwaosha? Muliona vile tuliwaosha? Ni kweli ama si kweli? Dalili ya mvua ni nini? Hawa majamaa niliwaambia mapema. Niliwaambia wacheni mambo madogo, wacheni ukabila, wacheni chuki, wacheni siasa ya fitina, wacheni siasa ya ubaguzi. Nilishawaambia, na niliwaambia wasipowacha hiyo siasa ya ukabila watachelewa. Wamechelewa hawajachelewa? Wamechelewa hawajachelewa? Sasa jana wananchi wa Kenya kutoka Magarini, kutoka kule Mbere, kutoka kule Banisa, kutoka kule Malava, kutoka bile Unguja, kutoka kule Kasipul, kutoka Baringo, pia wamewapatia ilani. Kama hawajui kusoma, waanze kusoma ile wananchi wanasema. Wewe Kasongo, William Ruto wewe, wewe harafu mashamba, wewe mwizi, wewe muongo, wewe mtu ya kudharau Kalonzo, mtu ya kudharau Wakamba. Aende asiende? Aende asiende? Atembee asitembee? Wangapi wanasema Kasongo aende? Sasa nyinyi Wakamba, hii Kasongo mnasema aende, mtaamuka saa ngapi kumfukuza Ati saa ngapi? Ati saa ngapi? Saa 9? Saa 9? Abana. Saa 9 mtachelewa. Saa 9 mtachelewa. Hii Kasongo ni mtu ya saa 8. Wangapi wanasema saa 8? Saa 8?